Naitwa Zaituni Hamza Mshana, mjasiriamali niliyeshiriki katika banda la halmashauri ya Ulanga. Ninashughulika na utengenezaji wa mafuta ya nazi mabichi, ambayo haya ni mafuta mazuri kwa ngozi, yanatumika kwa watoto hata kwa wakubwa. Yana faida kubwa sana kwa sababu yanatoa vipele, harara, chunusi na kadhalika. Pia tunajihusisha na utengenezaji wa siagi ya karanga, ambayo hii ni organic kabisa. Hatuweki kitu chochote. Ni siagi nzuri ya karanga inayoweza kutumika kwa chakula kama vile mkate, kuungia mboga na kadhalika. Tunazo size tofauti. Pia tuna manjano, ambayo hii pia hatujachanganya na kitu chochote, na pia imekaushwa kiasili kabisa. Kwa hiyo unapata manjano ambayo ikiwa pure kabisa. Na pia ninazo size tofauti. Kingine tuna tangawizi ginger, ambayo pia ni ya kusaga, nayo pia tumeanika kiasili kabisa, ambayo unaweza kuipata katika size tofauti. Pia tuna asali mbichi ambayo haijachanganywa na kitu chochote. Asali hii ni nzuri kwa matumizi ya binadamu, ni nzuri kwa matumizi hata ya kufanyia facial, wengine wanafanya facial na kadhalika. Sabuni za kuogea, sabuni ambazo tunatengeneza na vitu asili. Tuna sabuni ya limao, tuna sabuni ya minti, na tuna sabuni ambayo inatengenezwa kwa samli. Hii ni sabuni ambayo inasafisha mwili vizuri, inatoa harara, na pia inatoa pumu ya ngozi. Kuna gonjwa fulani inaitwa pumu ya ngozi. Kwa hiyo tumetengeneza kwa ajili hiyo. Watu karibuni sana banda la Ulanga, mjipatie bidhaa hizi. Yaani kwa kweli ninaomba sana wamama ambao kwa kweli wamekaa tu hivi waamue tu wavute hatua, kwa sababu ujasiriamali ni kitu ambacho unatakiwa uamue kufanya kitu ambacho unakiona ni fursa yote ambayo unaiona mbele yako, basi hiyo ni ujasiriamali wako. Kwa mfano, kama mimi nilipata kutengeneza mafuta ya nazi kwa sababu niliona kwa mtu na nikatumia, kwa hiyo na mimi nikapenda kujifunza. Unaona, hii ni moyo wa kujituma. Kusema kweli, wanawake tuwe na moyo wa kujituma sana. Hii itatusaidia. Kwa majina naitwa Mwesigo Balingiraki, natokea kata ya Kichangani. Lakini kwa sasa napatikana Morogoro mjini katika viwanja vya 88 kwenye jengo la halmashauri ya wilaya ya Ulanga. Mimi najihusisha na upaji samani zao la mgomba. Tumezoea kwamba mkulima wa mgomba akishalima zao lake la mgomba, mara nyingi sana lile shina huaga anakuwa analitupa kwenye shamba lake kwa sababu hana tena matumizi. Lakini mimi nimeona kuupa samani ile zao, kwa sababu katika hili shina la mgomba unaweza ukapata vitu vingi sana ambavyo kama wewe Mtanzania ukajiingizia kipato chako. Kupitia shina la mgomba unaweza ukatengeneza nyuzi. Hizo nyuzi unaweza ukatumia kutengenezea nguo, kutengenezea vitambaa, kutengenezea makaratasi ya kutengeneza madaftari. Lakini pia mimi nimeamua kujihusisha na utengenezaji wa kamba na utengenezaji wa rasta za kina mama kupitia zao la mgomba. Nina muda wa miaka 2 katika hii industry. Lakini hapo kabla nilikuwa natengeneza kamba za mgomba pamoja na kutengeneza artist, yani namaanisha zile bidhaa za utamaduni kama kutengeneza picha, vikapu, vitu vya urembo, decoration za nyumbani. Sasa nikakaa chini nikasema hivi vitu kila mtu anafanya, nije na kitu kipi ambacho kitaweza kuniingizia kipato vizuri na nitawafikia wateja wengi kwa haraka, kwa sababu katika jamii yetu ya Kitanzania kuna wamama wengi wanapenda kusuka nywele, na nikaona ni fursa ambayo naweza nikaifanya na nikakuza kipato changu na kuajiri wengine. Kupitia hii kitu ninachokifanya, namshukuru Mungu nimeweza kukutana na wadau mbalimbali, lakini pia nimeweza kwenda kwenye maonyesho mbalimbali, pia nimeweza kukuza kipato changu. Japokuwa kwenye swala la rasta kuna changamoto kidogo, ila kwenye swala la kamba na kutengeneza vitu vya artisti hakuna changamoto, kwa sababu kwenye rasta ni jamii ya Kitanzania kuamini kwamba mgomba unaweza kutengeneza rasta ni jambo gumu sana. Lakini pia hata unavyoona bidhaa zangu kwenye rasta bado sijafika kwenye final, kwa sababu nahitaji nipate mashine ya final ili kuweka muonekano mzuri ili niweze kushindana na masoko ya watu wengine. Hizi rasta zinazotokana na mgomba ni rasta nzuri sana kwa sababu ni natural. Sawa?
Rasta zingine ambazo tumezoea kwenye jamii yetu kutumia ni rasta zinatokana na maplastiki. Zinaweza zikakusababishia magonjwa, makansa na kuwasha kwa kichwa na matatizo mengine. Lakini hii ni natural. Hizi rasta ni natural ambazo hata ukitumia kwanza unapendeza, ukishatumia ukishasukia. Lakini pia ni nzuri kwenye kutunza mazingira. Ukimaliza kuzitumia ukizitupa chini inakuwa ni mbolea. Kama una shamba ukitupa ni mbolea. Kama una shamba ukitupa mifugo inaweza ikala. Mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu kokote ulipo kwamba kuna fursa nyingi unaweza ukafanya. Kitu chochote katika hii jamii kinachokuzunguka ni fursa. Kwa hiyo usisubiri kuajiliwa. Kila mtu amesoma. Kama unaona kuna fursa katika jamii yako, ni vizuri ukajiajiri, na ujasiriamali unalipa. Changamoto yangu kubwa ni mashine. Mimi ninao mashine ya kwanza ya awali ya kuchakata tu nyuzi. Lakini kutoa nyuzi kwenda kwenye bidhaa ninatumia local, natumia mikono. Natumia muda mwingi kutengeneza bidhaa, lakini pia napoteza raw material nyingi sana kwa sababu natumia mashine za kawaida. Kwa hiyo nikipata mashine ya kufanyia finishing kwenye rasta na kwenye taulo za kike pedi, nitakuwa nimefika sehemu kubwa sana. Lakini la zaidi, kama viongozi serikali wakinisaidia kupata eneo angalau eka 10 au 15 nikapanda migomba, nitakuwa nimefanya au nitakuwa na uzalishaji wa uhakika.